Basi tulifika kwa kina Wema, tukakaa. Wema alikuwa ananiangalia, akaniambia macho yameiva dogo. Umechezea dudu hatari. Kiukweli nikacheka. Tuliongea kwa siri. Kenny akauliza, baby, unataka kula nini? Nikaambia kuku na chips. Akasema sawa, akaagiza kuku mzima na chips. Yeye na Ticha wakaagiza ugali na nyama mbuzi choma. Mimi na Wema tukala zetu kuku. Hapo nakula, mara nilishwe mara namlalia begani. Kenny mahaba yamemzidi na mimi ndio yamenizidi mwenzenu. Wema akasema na kunywa bia leo uonje. Nikaya naogopa. Kenny akasema kama hataki mwache bwana Shem. Wema akasema anaonja tu kidogo apate steam, ukaenjoy zaidi jamani Shem. Lakini Kenny akasema sawa baby kunywa basi. Nikamwambia sawa. Nikanywa. Akaniambia nikasema ila ya uchungu. Ikaletwa Reds. Nikaanza pale kunywa. Nikanywa 2 tu nikalewa. Nikaanza story yani siachi. Kenny akasema huyu asinywe tena, huyu ataanza kutoa siri zote. Nikaanza mpaka kulia, nataka kunywa tena, nalia aswa. Nikapewa, nikanyamaza, nikaa toto. Nikaendelea kunywa. Nikamwambia Kenny, nakupenda baby wangu. Ulinitesa sana siku ya kwanza. Ulinifanya nione kama vile hunitaki, unipendi. Basi mimi natoa siri zote, watu wakaanza kucheka pale. Wema akasema mpaka kukuche. Tutajua mengi leo. Kenny akanisimamisha, akanipakata, akasema nakupenda pia sana mwanamke wangu. Nikamwambia kweli Kenny? Akasema ndio. Nikasema ndo maana sijasita kukupa bikra yangu, sababu nakupenda mpenzi wangu wewe Kenny. Hapo kumbuka naongea mbele ya Wema, mbele ya Ticha mume wake na Wema. Bana hawana mbavu, wanakufa kucheka. Kenny wala acheki. Akasema asante baby wangu, najivunia sababu wewe ni mwanamke wangu pekee. Nikamwambia baby, mimi mwenzio bwana unaniumiza, alafu ikawa tamu. Kenny akaanza kunibusu mdomoni ili nisiseme yote, maana pale nilishaanza kunogewa na kuyatoa yote moyoni. Wema anacheka. Akasema leo yatasemwa yote. Basi nikajitoa kwa Kenny, nikasimama pale na pepe sukatari. Reds 3 tu nipo hoi. Nikasema baby, twende tukalale bana. Ukanipe raha tena hadi nishindwe kusimama. Tendo kanipe utamu nishindwe kusimama. Kenny akacheka kweli kweli, akanyanyuka. Huko amenishika, akaaga. Akasaja hadi ngoje nimpeleke nyumbani cha pombe wangu. Wema akasema kashabisi huyo dudu huyo. Hiyo ndo raha ya pombe bwana, inakimbilia chini. Kenny akacheka kweli kweli, akasema ni nyie sasa nyinyi mnalala wapi? Ticha akasema guest tu bwana, tushalipia. Kenny akasema mngekuja kwangu sasa. Ticha akasema usijali bwana, sisi tushalipia guest. Kenny akasema mnakunywa bado au niwapeleke? Akasema twende maana tumechoka, alafu ni jirani na kwao pia pale pale. Basi Kenny akanibeba mpaka kwenye gari, niko chakali. Sikujua hata tumefikaje nyumbani. Nikashtuka asubuhi Kenny ananiamsha mida ya saa 4 hivi. Nikaoga tukatoka kwenda kunywa supu. Nikawakuta kina Wema wananicheka hao, mimi mpaka naona aibu. Maana nilijua kuongea jana ile. Kenny akasema Shem Wema, naomba mke wangu asinywe pombe nisipokuwepo please. Wema akasema sawa Shem, sitomruhusu Nasra anywe pombe usipokuwepo. Basi tukaenjoy pale. Akina Wema wakarudi kijijini. Nikamwambia Wema ahakikishe nyumbani haumuoni ili julikane kwamba naye bado hajarudi. Wema akakubali. Mimi nikalala natumika tuna Kenny full kupeana raha. Nikaenjoy mpaka kesho yake. Kenny aliwahi kuamka akaenda kazini, mie bado nimelala. Akarudi mida ya saa 3 hivi na vitafunwa. Alileta na keki pia, sambusa kaleta na chapati pia kaleta. Akanifundisha pale kuwasha jiko. Akatoa maziwa kwenye friji, nikachemsha tukanywa. Yeye ni mapenzi moto moto mimi na Kenny. Baada ya chai akataka kimoja, nikampa nimbanie nini. Akarudi kazini mida ya mchana, nikajiongeza, nikafungua friji, nikakuta samaki na nyama ya ng'ombe. Nikachukua nyama nikampikia, nikaangalia kabatini nikakuta mchele na unga, nikapika ugali pale. Nikamtumia message uje chakula cha mchana baby. Akasema umepika? Nikamwambia ndio. Akasema nilikuwa nataka nikuulize utakula nini nikuletee. Basi poa nakuja. Kweli baada ya muda akarudi. Akala akanisifia chakula kitamu. Baada ya kula kama kawa tukapeana. Tukayapa adhabu mashuka. Tukayapa adhabu masuala ya vitanda, magodoro.
safari tulipeana kama lisaa hivi. Akasema anaenda kusaini cheki fulani hivi, anarudi mazima. Basi akaenda, na baada ya muda kweli akarudi. Akasema kabla sijaondoka anataka nifanye shopping. Nikasema sawa. Kweli tukaenda madukani, akanunulia nguo na viatu, akanunulia cheni ya Heleni, akanunulia saa. Nikachagua na nguo za mdogo wangu na vitenge vya kuzugia kwamba nimetoka msibani. Pia akanunulia na mafuta na akanunulia na spray pia ninukie. Kisha nikasema usiku sili ugali nini baby. Akasema sawa baby, unataka nini? Nikamwambia chips. Kweli akanunulia chips kuku mzima, akarudisha nyumbani kwetu, na mjini ni mwendo kama dakika 50, tuseme kama lisali moja hivi kwa spidi. Basi tukafika, akanibusu, akanipa na hela, nikashuka. Akasema baby, usije kunisaliti, ukihitaji kitu au hela wewe sema. Nikamwambia sawa baby, siwezi kukusaliti, nakupenda na huku kijijini hakuna mwanaume anayekufikia. Basi Ken akanibusu, tukagana pale. Nikatembea kwa mwendo, nilijiona mzuri kuliko yote pale kijiji kizima. Nilitamba njia nzima, nikaenda kwa Wema, nikaacha nguo zile ili niende sasa kupima upepo nyumbani kupoje. Tukaongozana na Wema mpaka nyumbani, huku tukipeana umbea bwana hapa na pale. Tulipofika nyumbani nikakuta mama na baba wapo jikoni wanapika, maana baba alipenda sana kuota moto wakati mama anapika. Mie huyo nikapitiliza chumbani kuweka kuku yangu na chips. Ndio nikarudi bwana kuwasalimia baba. Baba akasema za huko, tukasema nzuri. Tukaongea pale, nikaingia zangu jikoni nikamsaidia mama kuweza kupika, maana ndo alikuwa anaanza. Wema akasema anaondoka. Hapo Ken anatuma message na kausha. Usiku chumbani nikala kuku wangu na mdogo wangu akafurahi kweli kweli. Kesho yake nikafuata nguo zangu na za mdogo wangu. Sasa mama akawa anaona navaa nguo nzuri tena mpya, na mdogo wangu pia naye anavaa. Akauliza, nani kakununulia nguo? Mamangu yeye kanuliza hivyo. Mbona unavaa nguo mpya mtoto? Nikasema mama, Wema kanipa mama. Aliletewa na dada yake, ni kubwa kwake ndio maana kanipa mimi, zingine ni ndogo. Akasema nimpe Loveness. Huyo Wema huyo naona anatenda wema anakupenda mwenzetu Basi mama alivyosema hivyo mimi nikacheka tu. Basi siku zikawa zinaenda. Kiukweli mapenzi yangu mimi na Ken yalizidi. Ken alikuwa ananipa hela tena sana, japo za kawaida hizi 10,000 au 20,000. Akipata mshahara ananikumbuka hata 50,000. Yaani mimi nafurahi mno, naona nimepata tajiri. Nikawa natamba kijijini kwamba mimi ndo boss lady na ringa bala. Dharau ndo zikazidi. Kama mwanzo tu sina pesa niko na dharau. Je, sasa hizi penzi lilivoninoga, nikaanza kutoroka sasa nyumbani, naenda kwa Ken. Nakaa hata wiki narudi nyumbani. Baba ananitafuta mpaka nachanganyikiwa. Nikirudi napigwa lakini sikomi. Ikafikia kipindi Ken akaona napigwa sana na ananikosa, maana amekolea, haambiwi asikii. Akaniambia baby, huku si unajua nina stationery? Nikamwambia ndio. Akasema waambie nyumbani kwamba mpata kazi mjini ya kufanya stationery ili uhamie kwangu tuishi pamoja baby. Mimi nataka kuishi na wewe. Mtoto wa kike nilivyokosa haya, nikasema sawa baby. Sikio nikajipanga nikamwambia nimepata kazi. Baba akasema kazi gani? Nikamwambia kuna ofisi nitakuwa nauza ni stationery. Baba akasema au? Nikasema hapana baba, ni sehemu ya kuchapisha karatasi, kuuza biki na kutoa kopi. Baba akasema nipeleke nikapaone kwanza, nimjue anayekuajiri. Nikasema sawa baba. Basi nikawasiliana na Ken, akasema stationery yetu baby maandalizi yake yamekamilika. J3 kama baba anataka aje tu apaone, sawa uje naye Jumatatu. Basi nikamwambia sawa. Nikamwambia baba, Jumatatu ikafika tukaenda. Stationery ya Ken ilikuwa ni stationery kubwa tu, ina vifaa vya kisasa. Baba alifurahi. Akamkuta Ken kama boss hivi. Baba akauliza kwamba nitakaa wapi? Ken akasema kwa sasa atakaa kwa dadangu, ila nitampangia chumba chake. Ken alimdanganya hivyo baba. Baba akasema sawa. Tukarudi nyumbani, mie nikafungasha nikahama nyumbani. Nikawa sasa naishi kwa Ken wangu. Napika, pakua, nasimamia stationery, hela zote nashika mimi za mauzo. Tulipendana sana mimi na Ken. Kila nilichokuwa nataka nilikipata. Nilikuwa navaa na suka na pendeza sana tu, kama sio mimi wa zamani. Haya ndo maisha sasa. Wanaume wengi wenye hela waliokuwa wanafanya kazi sehemu mbalimbali Tabora walianza kunitaka. Japo wanajua mimi ni mtu
mke wa mtu, yani mume wangu Keni. Lakini mimi nikawa nakataa. Nilikuwa natuma hela nyumbani kuliko hata dada yangu aliyopo Dar. Baba anamnunulia nguo na mama pia kitenge vilivyokuwa vinaingia anamnunulia anavaa. Na mdogo wangu pia hela ya shule na nguo juu yangu. Maisha yalibadilika, niling'aa, nyodo na dharau zikazidi sana. Nilianza kucheza michezo na kuweka na kukopeshana pesa na stationery na rejesha vizuri. Hivyo nilijifunza kompyuta vizuri tu, nikawa najua kuchapa kazi pia. Stationery ya Keni nilikuwa naitumia sana. Na wafanyakazi wa halmashauri anakufanya kazi Keni pia aliweka na M-Pesa pale na Tigo Pesa. Yaani palikuwa busy sana. Nilikuwa natoka na Keni kwenda sehemu mbalimbali za starehe, kula bata, akiwa na pesa. Hata masherehe ya kazini kwao pia naenda naye kama mke. Nilijiamini mno. Utaniambia nini mimi? Basi baada ya miezi 4 Keni alisafiri kwenda Dar es Salaam. Mimi nikabaki kwake nasimamia stationery. Aliniambia kwamba ameenda kikazi, atakaa kama wiki 2 huko. Atakaa kama wiki 2. Sasa siku moja bwana, kuna kaka mmoja alikuwa anafanya kazi benki. Alikuja pale stationery. Huyo kaka alikuwa ananifuatiliaga sana. Alipokuja akakumbusha ombi lake. Mimi kama kawa nikakataa. Akasema ndio unaringa sana wewe. Unajua unapotezewa muda, unafurahia tu hivi. Unajua Keni ana mke na ana watoto 2 wapo Dar es Salaam na wanakujaga. Nikasema lo, we kaka, yaani umekosa penzi, unahangaika sasa kudanganya. Hebu niache mimi na mume wangu. Oh, shauri yako, ujisahau tu na uzuri wa mtoto mdogo, unatoka na mume wa mtu. Huyo atakutumia tu, akikuchoka na kuacha. Nikamwambia wewe sikia, achiki mtu hapa. Hujui nampa nini Keni wewe. Huyo Keni haambiwi, hasikii hapa kwangu. Kwa taarifa yako, hebu niache kwenda zako huko. Kaka watu bwana kaondoka, nikampuuza. Keni alivyorudi nikamwambia, akasema waongo bwana bebe, achana nao. Lisemwalo lipo. Keni alikuja na zawadi kibao, akanipa simu ya gharama na nguo. Mimi hapo ndo wala sielewi, nazidi tu kujiamini. Ikapita miezi kama hiyo 3. Ukafika mwezi wa 12. Hapo mimi bado naishi na Keni. Nisikilizeni kwa makini. Siku moja tulikuwa tumetulia na Keni wangu. Baada ya kupeana raha, mida ya saa 3 hivi za usiku, tunaangalia tamthilia sebuleni. Simu ya Keni bwana ikaita. Alikuwa ni rafiki yake. Akasema, "Oya Keni, nimemwona mkeo huko kashuka kwenye gari ya Dar hapa. Anakuja huko. Aisee yupo na watoto, fanya chapu mwanangu, mtoe Nasra hapo. Maana pata chimbika. Si unamjua mkeo alivyo na timbwili la shangedere." Keni akasema, "Wewe jamaa hebu acha utani bwana. Unasema kweli?" Keni aliuliza hivyo, jamaa akamwambia, nimemwona hapa shehe mwanangu kabisa muda wote ule. Atatimba hapo." Keni muda wao ameweka loudspeaker. Nikasikia kila kitu, mapigo ya moyo yalihama jamani. Mapigo ya moyo yalihama jamani. Shemeji gani tena huyo? Ina maana Keni ameoa? Keni akaanza kutetemeka. Mimi nikasimama nikamwangalia, nikauliza, "Keni, nini hiki? Kumbe una mke?" Kumbuka humo ndani, msikilizaji, mimi naishi na nguo zangu. Nguo zangu zipo kwake na kila kitu. Na nimeaminishwa ya kwamba mimi ndo mother house. Wanaume. Nikauliza, "Keni, nini kinaendelea?" Kusema kweli Keni hakunijibu kitu. Akampigia simu rafiki yake. Akamwambia kwamba naomba umcheleweshe huyo mwanamke. Mzugi kivyovyote vile uwezavyo, asije kwanza, ili nimtoe Nasra mara moja, isije kawa shida. Rafiki yake akasema sawa. Nikamwambia, "Gani unasemaje wewe?" Akasema, "Mke wangu Nasra, wewe ndo mwanamke ninayekupenda. Huyu mwanamke sio chaguo langu, nakupenda wewe tu. Huyu nilimpaga tu mimba, wazazi wakalazimisha nimuoe. Lakini sijai kumpenda. Wewe ndo mke wangu, chaguo langu baby. Sasa naomba tuepushe shari. Maana amekuja na watoto. Naomba nikupeleke hoteli. Kesho nitakutafuta tuweze kuongea. Nakuomba sana mke wangu. Yule ana shari sana."